Sasa mimi hofu ile ya utoto najiuliza, maskini napelekwa polisi. Hasa kama polisi tangu lini akawa rafiki wa mwizi? Huko ndo naenda kufa. Yani kana juza hapa naenda kufa tu. Yani bora nife tu kwa njia nyingine, lakini kuliko vipigo hivi nimeshuhudia hamna. Hawezi kunifikisha polisi huyu, huko wataenda kunimaliza. Ile akili kwamba ndo msaada ikawa haimo. Najua kwamba polisi wakishika mwizi yani wanamaliza. Nikapanga kutoroka. Kweli nilitoroka pale. Kaanza kukimbia. Kimbia, nikamwona mdogo wangu amebeba mdogo wangu, yule mdogo wangu. Nikasema hapa tuondokeni kabisa, wanataka kutupeleka polisi eti sisi ni wizi sana, yani uniwezi, tuondokeni kabisa tukakae polini. Yani mdogo wangu akasema, "Kombe, dada umefanyaje?" Nikasema, tutokeni. Hapa ameshanivalisha nimestirika." Nikaanza kukimbia kwenda polini. Kakimbia sasa, tunakimbia. Wanapojua pale bitaya kwa unaenda kamera mpongo huko sasa. Kimbia, yani tukaanza kukimbia vibaya. Tukafika sehemu tukakaa sasa. Mdogo wangu wa kiume anasema, "Dada, hebu fikiria sasa. Tunakuja hapa siku moja tunakufa, afu tunamkuta mama na baba peponi. Hivi unakata rufaa? Unawakubalia tu waende au unafanyaje? Unamkuta bibi peponi, unamkuta mama peponi. Hivi Mungu atakuwa amefanyaje?" Kama yani haitakubalika kabisa. Yani I say bora tu mzazi mmoja angekufa, tukao tunamwambia Mungu mzazi mmoja afa, yote yasingetukuta. Basi tukaenda huko tukakata miwa, nakumbuka mashamba ya watu. Alafu baba alivyokuwa mkorofi, si kuna kipindi tuliiba chakula wakatukamata. Wasikia watu, "Waacheni tu bana. Baba yao huyu." Mtawafanyaje huyu baba yao huyu? Yani ile jina la baba lika muda mwingine linatusaidia hivyo. "Waacheni bana, msiwapige. Baba yao huyu." Ni hatari. Maisha yakaendelea hivyo sasa, ukawa ni uchokola. Sasa siku moja tukarudi tena, tunaenda kwa mashambani tule mihogo tule nini, yani cha kupikwa chakula, yani maskini kigeni. Wenyewe akiamini kabisa kuendelea kukaza hivyo ndipo mama atakapokuwa anakuja, lakini mama hana hata ile ratiba ya kusema aje, wala hata tusikia hata fununu kwamba mama yuko wapi. Basi siku moja tumelala, ilikuwa ni jengo la msikitini. Tumelala. Ghafla nikasikia vinyoleo vikasimama hivi. Vinyoleo vikasimama kabisa. Lakini enzi hizo tulikuwa tunajilalia tu, wala hamna shuka nini yani, lakini hiyo siku vinyoleo vikasimama hivi. Ikafumbala mwezi sana. Inatanda. Usiku umetulia. Ilikuwa ni jengo la msikiti. Tumelala. Mungu kama vile angalia kule, nikaona nyoka inapita yani juu ya kichwa cha mdogo wangu kidogo, yani inapita. Nikasema basi hii haiwezi kutuacha. Nikasema lakini Mungu hakikisha inanifa kwanza mimi. Yani kuliko ianzie hawa wawili afu mimi nibaki, bora tu inianzie mimi. Lakini ile nyoka ilikuwa haina muda na sisi, ilipita tu. Imeenda nikawaamsha. Nilivyoona inaishiria nikamwambia, "Hapa sio pazuri. Tutokeni leo, tusilale humu. Nimeona kitu cha ajabu mno, nimeona nyoka." Mdogo wangu akiwa anasema, "Na wewe dada, mimi nimechoka." Ambia, "Hamna, tusilale hapa. Twendeni tu. Tokeni tu twende popote." Nikamafu ni asubuhi pamekucha. Haya tutoke. Tukaanza kutoka, tunazurura sasa tuingie barabara kuu. Katika hali ya ajabu, ndugu mtangazaji, nishuhudia majani yanatembea. Mizigo hizi za nyasi, yani wakienda kuzivuna nyasi ili ziwezekwe kwenye nyumba, huwa wanavifunga, inafanya kuvifunga. Hasa sisi nilishuhudia vinatembea vyenye hivyo vimizigo barabarani. Mara mwezi kali nikajiuliza, hii mizigo ya majani inatembea inaenda wapi? Na kwa nini inatembea? Na hichi ni kitu gani? Tumekaa hapo, yani mimi nadua namwambia mdogo wangu, "Hivi nyewe ninachokiona na nyewe mnakiona?" Wakasema, Mdogo wangu akasema, "Na mimi nakiona dada. Haya si ni majani yanatembea." Mbia, ni majani." Basi yani mdogo wangu nilivyokuwa nimembeba yule mdogo wangu mdogo, nguvu tukasikia zimeisha.
Tukasema turudi tukatize sokoni ili tuende sehemu nyingine. Na katiza tu hivi kakutana na vijana watatu, mmoja anaongea na simu yuko pembeni. Analazimisha tu, halo. Ila hao wawili wanapiga tu stori za kawaida, vijana wakubwa wakubwa. Walipofika wakasema, "Nye vipi?" Hao wawili wakasema, "Mtoto unaenda wapi?" Wakasema huyu mdogo wangu wa kiume akasema, "Nye mnataka nini? Inawahusu nini? Sisi tupo tu hapa." Asa hao wawili wa kiume, hao vijana wawili, ikaonekana kama shabaha yao ni kutaka kunifanyia mimi ukatili sasa. Yaani vitendo vyao na jinsi walivyokuwa tayari wamekuja wamenikamata, ikai kama inaelekea wanifanyie ukatili. Sasa huyu aliyekuwa anaongea na simu anakuja. Anasogea taratibu. Waambia, "Kwa usalama wako, yani wewe nyoa watoto wawili kaeni huko. Kwa usalama wenu muachieni huyu dada yenu." Sijui ni nini. Yule mdogo wangu wa kiume naye, "Muachieni dada, sijui ni nini, muachieni." Yule mvana mwingine anayekuja akamekuja, akafika. Akasema, "Nyie vipi, mbona mgombana na watoto ya mtaani haya?" Kaambia hivi, "Wewe huoni kuna mboga hapa?" Mdogo huyu mvana kuniangalia vizuri. Tulisoma naye haya kwa juu. Huyo kijana anaitwa Rashidi. Akasema, "Nyie, usini fulani." Akaita, "Tefa Fani." Mwacheni bana. Wakaanza kumwambia, "Wao wewe umekuwa wa Mungu eti? Wao unajifanya wewe wa Mungu." Akamwambia, "Hamna bana, huyu nimesoma nako kwa katoto kaikwaga wameshapitia changamoto, kaacheni tu." Akamwambia, "Wao unapofanyaga dada wengine." Akamwambia hivi, "Hao ni wale mimi huwa nawafanyia wale ambao wameshataka wenyewe kujiuza. Ila huu bado ni mtoto mdogo. Mimi tuwafanyie tu wale ambao wameshajiwekea hicho kibali, hicho lenyewe ndo mimi sina huruma. Si ameshaamua maisha yake ni hivyo. Ila huyu bado ni mdogo, mtapata kesi nyie." Hamna, sijui na nini. Yule jamaa sasa alikuwa anaitwa Rashidi, akaanza kama kuwagomea sasa na huyu mdogo wangu wa kiume. Mwacheni. Asa yule kijana alipokuwa anaenda na mimi ndo naenda kujificha kwa sababu nimesikia huyu yeye kidogo ananitetea. Kajificha basi, kumbe wana visu. Wakawa wametoa kisu, yule mmoja kama ametoa kisu. Ambia, "Kwamba Rashidi leo unazingua. Tutakumaliza hapa ndugu yangu, tutakuchoma. Unatuzingua wakati nawe ni tabia yako." Naambia, "Fanyeni tu wale machangu doa. Huyu mtoto bado mdogo, mwacheni bana. Msije mkamharibia maisha huyu mtoto, kwanza alishaharibika kabisa, afu nyema nataka tena mumharibie." Ilitokea ugomvi. Ule ugomvi unavyoendelea na sisi ndo tunapata kiki kwamba tubebe jiwe, tubebe nini. Basi walimjeruhi tu kidogo yule kijana. Asa nilipoona ile tukio, mimi nikaendelea kumganda yule kijana. Anapoenda nenda. Alivyotuona tumefika sehemu fana, kaambia, "Sasa nyie mnanifuata wapi? Mimi si nimeshaokoa hivyo, si uende." Kaambia, "Hamna kaka, nisaidie tu. Sasa sisi tunaenda wapi? Hao vijana watanirudia tu." "Kwa mimi nikupeleke wapi? Unawakimbia vijana hao wakati na mimi mwenyewe ni kijana. Una akili wewe dada, mimi nakusaidia hapa tu imeisha. Ondoka tu maeneo haya maeneo ni ya wahuni." Nikaanza kuwaza, nikamwambia, "Hamna kaka, nisaidie tu." Akasema, "Hamna. Mimi msaada wangu ni huo dada. Nendeni sehemu nzuri mtulie." Basi kweli huyo kaka kama nisaidia hivyo, akaitwa Rashidi. Basi huyo nilivyotoka hapo tukaenda sehemu tumetulia kwenye mavibanda haya soko, unakuta hajamaliziwa vizuri, wanarekebisha ya soko ya karibu na soko, yani pembeni ya barabara. Tukajibanza tumeingia humo. Kesho yake mdogo wangu huyu wa kiume tulichengana, ni asubuhi, sikujua ameenda wapi. Mimi nikabaki na mdogo wangu mwingine. Tumekaa muda kidogo, nikamwona yule mdogo wangu amekuja. Akasema, "Dada, unakumbuka kuna siku nilikwambia nitaiba?" Akasema, "Dada, naomba Mungu anisamee. Mimi leo nimeiba. Ila kuiba kwangu kuna maana. Dada, mimi na wewe ni wakubwa, si ndio? Sisi ndo tunateseka kuliko hata huyu mdogo, labda yeye hajui. Dada, unafikiri sisi tukitoroka hapa tukaondoka wataacha kumwokota huyo mtoto? Sisi ndo tunafanya, wanatujua tu tunaumia, ila wameshindwa kutusaidia." Akasema, "Dada, mimi na tuondoke. Na kuondoka kwetu ni hivi. Tutapanda treni moja, ila kila mtu ashuke anapojua yeye."
Mimi kama tashuka Morogoro, wewe kama utaenda Dar, wewe utaenda wapi? Yaani tusijuane kwenye kushuka, ila kupanda tukapande wote. Kwenye kushuka dada, Mungu akipenda tutaonana. Kaambia amna. Unaongea umefika mbaya. Akasema mimi nimemaliza, dada mimi naondoka. Hicho kipindi sijui kwa kwenda Dar, sijui 11,000 na shilingi 100 kama sijasahau, ilikuwepo 100. Wakwambia ukuta umekata ile 100 pembeni. Mdogo wangu kama masiala akasema sina siku nilikwambia nitaiba, hii hapa hela nimeiba, na wala usiniulize nimeiba wapi, ila hii inatutosha nauli, naomba tuondoke. Na usiku huu, hiyo siku kama tunatoroka usiku huu mtoto tutamwacha lile jengo la msikitini pale, sisi tuondoke. Haya tukalala. Yeye kwa kuwa mwenzangu akawa ameliweka kichwani akilini, muda kidogo akaamka. Dada huyu hapa amelala, amka tuondoke, amka haraka tuondoke. Akasema sawa. Tukatoka hapo sasa yeye wakati huo alikuwa ananijua mimi na mashaka kwa hilo. Pale ni nyumbani nini, mdogo wangu yule. Afu na ile roho tu ya kike sijui yeye. Akanishika mkono eti kama yeye ndo mdogo, lakini yeye ndo ananivuta twende tu dada. Nilifika sehemu nikamwambia msimama. Nikahisi kama mdogo wangu. Mdogo wangu namwacha, nikamwambia mdogo wangu wewe, kumbuka mama alituambia tumtunze huyu mdogo wetu. Leo tumemtelekeza sasa na roho za bibi hao. Mimi hamna. Mdogo wangu ananiambia twende, nikamwambia hamna. Twende hamna. Akaniambia dada mimi nimeenda, wewe baki. Ila kurudi hii bitali. Hadi nisikia wazazi wote wamekufa, lakini kama wapo hamna, siwezi kurudi, nimepachukia jumla. Basi mdogo wangu akaniambia wewe hata ukibaki mimi naondoka. Na kama yani nitaondoka wewe, ila siku mimi kurudi huku, aidha nisikie wazazi wote wamekufa, ila kama watakuwa hai dada usinitafute, hata sidhani kama nitaweza kurudi nyumbani kwa haraka. Basi aliniachia mkono, yeye ndo alikuwa amenishika mkono japokuwa mdogo, lakini yeye ndo alikuwa akinisitiza tuondoke. Mimi bado hofu nilikuwa nao. Basi mdogo wangu aliniachia. Ilikuwa ni usiku, lakini alitembea na kidogo akaniambia dada kwa heri. Aliondoka. Mimi nikarudi sana naenda msikitini kule nilipomwacha mdogo wangu. Nilipofika pale nikakuta kweli mdogo wangu kumbe alikuwa shaamka, naita dada, mama, anachanganya hivyo mama, dada. Nikaitika nimekuja. Ulikuwa wapi? Kaka yuko wapi? Nikasema kaka ameenda kutembea. Nikawa nisijamwambia ukweli. Basi mdogo wangu kweli akawa ameondoka. Basi maisha yakaendelea kuwa tabu kwangu hivyo nikiwaza mdogo wangu. Mama alisema usije ukamwacha. Najiuliza huu ni mtihani gani tena huu nimepewa Mungu? Yaani nashindwa hata nifanye, natamani hata nilale niamke niwe sipo. Ukiona wengine watoto wanaenda shule wanafanyaje, unaweza kusema hivi mimi nilistahili kuwa huyu ndio awe baba yangu au ilitokeaje? Yaani unaukana hata undugu wako. Basi siku moja nimekaa tu hivyo na huyo mdogo wangu. Hasa bora alipokuwa mdogo wangu wa kiume kidogo angalau alikuwa na uwezo wa kwenda, yani alikuwa mshapu sana sababu yana mtoto mgongoni. Ndio alikuwa akisaidia mara ametama ndazi mara nini anampa mdogo wetu huyo. Hasa ikawa kama ni mimi. Basi siku moja nimekaa, ilikuwa ni pembeni kabisa na soko, pembeni na kijiji, ilikuwa pembeni sana. Akapita mkaka mmoja. Alipopita akaniita kwa jina langu sababu kwa nifahamu fulani. Jambo. Nyewe watoto imekuwa kama igizo. Hivi mama yenu amjuagi yuko wapi? Nikasema mama sidhani hata kama yupo hai. Mama alivyoondoka tuje kupata tena fununu, na huko bibi analia tu kila siku ajui mtoto wake yuko wapi. Na huku napo tena anahitajika ili baba labda aonekane, maana huko nani mahakamani wamemzuia hajatoka mpaka leo. Akaonesha ni huruma sana. Sijui pole. Aisafu nilisikia niliokuepo siku ile unapigwa sokoni na nini, aisee pole. Akawa amechukua hela akanipa. Sijui na nini nitakuwa nakusaidia. Sasa mimi sikujua hata lengo lake nini kwa muda huo. Mimi nikapokea tu. Akaenda tena kama nisubiri hapa paka kaleta vimikate nini akampa. Mimi sikujua lengo lake. Akaniuliza kwani unalalaga wapi? Kaambia mimi nalalaga tu kwenye jengo hivi la msikiti. Akasema sawa dada, haya. Akawa ameondoka.
Sasa usiku huo nimekaa hapo na mdogo wangu, Machala akanicheza, mimi sikuenda huko kwa msikiti. Tukawa tumekaa kuna jengo moja hivi ni la CCM. Tukawa tumekaa hapo, ile eneo liko wazi, wao wanaweka sana disco hilo. Kwa hiyo ni sehemu liko wazi kama kiwanja hivi cha mpira. Nimekaa tu hapo, usiku unaendelea kuwa mrefu, nimebeba mdogo wangu. Kumbe yule kijana alienda kanikosa huko kwenye msikiti, akarudi tena yale maeneo. Alivyokuta na mimi pale tayari nishapata mikate, hiyo siku Mungu amesaidia, ni hata sina hofu. Nimekaa tu, kamaona tena anakuja. Bado tu huko hapa. Sasa mimi nikwambia ukweli, nitakuoa, sijui nitakufanyaje, maneno mengi. Yaani wewe binti umeshateseka sana. Wewe cha kufanya nikupeleke huko kwangu. Nikamuuliza kweli, nikamwona mdogo wangu, mdogo wako unaenda naye. Yaani sasa kwa ile akili nikana nahisi labda sasa ndo msaada. Mimi kwa muda huo nikahisi ni msaada. Tukaenda mguu alikuwa anaishi na mama yake, na mama yake nilikuwa namjua. Yeye ana kinyumba cha pembeni. Kaenda pale. Kumbe lengo yake kwa si hivyo, sijui ndo anifanyia ukatili afu mbele ya mdogo wangu. Niliumia sana. Yaani nilikuwa namwangalia mdogo wangu, yani nabaki, yani tukio liliniumiza kichwani, Hata nikawaza huko, nikama sasa huyu ni stoki hapa, atanifukuza ila nisiendi. Asubuhi kweli akaniambia sasa ondoka, tayari kashakuwa mkali, ondoka hapa wewe, ondoke sijui na nini, toka hapa. Nikamwambia mimi hapa stoki. Akasema kati ya ndoto zangu siwezi kuwa mtoto chokorafu, baba yake mchawi kama wewe. Nyie ni wachawi, kinachowatesa hivi ni uchawi. Mnaanza kutesekea tu duniani bado kwa Mungu. Akaniambia maneno yale makali, kama mimi stoki. Asa yule mdogo wangu yule alivyoona ile pukushana kaanza kulia. Alianza kulia, mamake huko ni mzee sana. Akamwita jina, wewe fulani, sasa hivi una watoto huko, kuna nini? Akaja, akasukuma mlango, wewe kijana funguo usiniletee utani, kuna nini? Ameingia. Kaambia, wewe umeleta mtoto wa watu, afu mtoto si ndio yule wa fulani? Sitaki kumuona hapa, sijui na nini. Amegomba hivi, kwa kuna mama mmoja anaitwa Mama Hamza, ishafariki. Amekuja, akasema sasa mnahisi huyu binti anakosa gani? Na yeye hajafika huko ndani peke yake, mpaka tuje kusikia amelala kwa mtu. Huyu kijana wako ndo mwenye makosa. Mlee huyu mtoto. Ameletwa na kijana wako, acha na wewe kushabikia uovu. Kama amempa ujauzito na maisha yake, unahisi itakuwaje? Basi wewe mama kama ongea hapo. Wewe kijana kama ametoka hapo amekasirika, sema mwache huyu mtoto, wakao ni wakubwa. Na mama kama ameelewa. Sasa babake alivyo, Mungu wangu, mimi naondoka. Wewe mama kamesema mimi wakae tu yeye na huyu kijana, ila mimi hapa nitaondoka. Kwa yule babake, mimi babake namjua vizuri. Akipakana naye shamba ni mtihani. Yule baba ni mkorofi na ni mchawi. Sasa mimi hapo mawazo yanakuja, yani kwa sababu udogo na ile sikusoma, nikana hisi sasa kwamba ukifanywa ukatili wa hivyo tayari wewe ni mjamzito. Yani mimi nikahisi tayari sasa hapo ni mjamzito, na nikana nimekataa kwamba stoki labda niue. Kweli nikana tunaishi hapo sasa, yeye na mimi na huyo mdogo wangu humo. Sasa siku moja mdogo wangu akaanza kuchemka, akawa kama anapata homa. Na kweli mamake ametoka, huyo mamake na huyo kijana hayupo. Alikuja sijui kwa binti yake Mwanza. Mimi nimeendelea kapa na huyo kijana, lakini anaenda usiku na mbona amerudi mama sijui na cheleani. Mama amerudi sijui na simu. Mama sijui ni nini. Unamwona tu tena usiku au mara vipitilize. Yaani huelewi tu wewe, na hela matumizi ni mtihani, ndo maisha yani yakazidi kuwa magumu sasa. Ila tu uwepesi wangu ikawa ninapopa kulala. Nikasema hamna shida, mimi nitafanya chochote ninachofanya, nitakula tu. Sasa mdogo wangu akazidi kuugua. Anachemka. Siku moja, hiyo siku nimembeba, nikampa dawa zake, nikambeba kanambia, dada nimechoka. Umechoka? Dada nimechoka, nilaze. Kama mara 3, kama hali kanitisha, nikasema hamna. Leo tu bankubwa chaniue, ila mtoto narudisha kule kwa bibi. Nikambeba tena nikarudi kwa bibi. Nilivofika, yani sijui usiku nilikuwa na shetani gani. Nikamwambia bibi, ni heri uniue tu sasa, mimi nimechoka. Niueni tu mtoto huyu hapa, yani niueni tu sasa. Yani nimechoka, niligomba sana. Wote kabaki tu, yani walishangaa hicho kiburi nimekitoa wapi, nikaa na wafokea. Baba mkubwa anakuja, anasema na chukua unachofanya, unaongea wakati umesimama tu, ungechukua hata panga ukakata. Yani nimechoka, mtoto huyu hapa.
Basi na yenyewe ile hali ikawa imewashangaza kama amemchukua yule mtoto. Mimi nikatoka hapo nalia tena narudi huko. Nikawa nimemwacha yule mdogo wangu pale. Siku ya kwanza, kesho yake jioni. Kwanza huo siku nikalala, tuko watu wengi. Nikaamka likaniona, kwani tuko watu wengi? Kwa nini? Afu mdogo wangu anaumwa, nikaumia kwanza, ngoja nikamjulie hali. Huyu mwanaume hapo ambaye sasa nilikuwa naishi naye, nikamwambia mdogo wangu yule bwana anaumwa. Nataka nikamuone. Nimeenda. Nikafika. Nilipofika nikuta hamna mtu. Ila kuna kimfuko hapo sebleni wametandika yule mdogo wangu, nikaona yule pala milani. Nikafika nachungulia tu nikaangalia nikaona yule pala milani, kaendelea. Kwa pale naangalia ili nisalimia watu sije kaingia kwenye nyumba, maana hizo nyumba zao ni mitihani tu. Muda ukao unaenda, nikauliza mtoto, bibi ameenda wapi? Yuko shambani anafunga kondoo zake. Ba mkubwa ameenda nani huko mtoni huko siju kuloa kule wanaita kuloa kutega sasa. Basi nikaenda kwa pale roho inasema tena naenda ndani. Nikaenda. Nikafika namuita kwa jina. Fulani, sikia baridi. Nikajiuliza mtoto mbona ni baridi? Namta usoni sura nyingine. Bado nikamtingisa wewe. Naona nakauka. Yaani nimekauka tu. Sikuvutilia manani, nikatoka tena nje kasema mdogo wangu amezidiwa, mimi nifanyaje? Nakuja. Naona bibi akaja. Na wewe umefuata nini? Wewe mwana kuolewa nawe umefuata nini hapa? Umefuata nini? Bibi alikuwa ananichukia sana. Kaambia mimi kwani tu nimekuja kumuona mtoto. Na mtoto mwenyewe sijamuona, nikajifanya sijamuona ili wasije kanisingizia vitu. Maana ni miji ya mitihani, yaani nakaa nao kwa akili sana. Na mtoto mimi nimekuja tu kumuona. Wewe hakuhusu. Sijui nini na nini. Kwanza utoke hapa. Sijui na nini. Wewe ungekuja hata kuiba. Nyie ni wezi. Mimi nimekaa tu pale nje. Kama mimi nitatoka hapa hadi nimuone. Nimekaa nimegamia kwa kuna mti la stafeli nimekaa. Bibi akaenda ndani.